Area 51 ni kituo cha kijeshi cha siri kilichopo kwenye jangwa la Nevada huko nchini Marekani, takriban kilomita 135 kaskazini mwa jiji la Las Vegas. Kiko ndani ya eneo kubwa la kijeshi linaloitwa Nevada Test and Training Range, ambalo linamilikiwa na jeshi la anga la nchi ya Marekani, yaani US Air Force. Jina la Area 51 lilitokana na ramani za kijeshi za miaka 1950 ambazo ziligawa eneo hilo kwa namba. Namba 51 ilikuwa sehemu maalumu iliyotengwa kwa majaribio ya siri. Mnamo mwaka 1955, CIA ilitumia eneo hilo kwa mara ya kwanza kama kituo cha majaribio ya ndege za kijasusi. Wakati huo Marekani ilikuwa kwenye vita baridi dhidi ya Umoja wa Kisovieti, hivyo walihitaji kufanya majaribio ya ndege mpya kwa usiri mkubwa mno. Ndege ya kwanza kujaribiwa hapo ilikuwa Lockheed U-2 Spy Plane. Ndege hii ilikuwa na uwezo wa kuruka juu sana na kuchukua picha za maeneo ya adui bila kugunduliwa. Baadaye teknolojia zingine za kijeshi zilijaribiwa huko kama A-12 Oxcart, ndege ya kasi kubwa mno kuliko risasi nyingi za wakati huo, F-117 Nighthawk Stealth Fighter, ndege ya kwanza ya kivita isiyoonekana kwa rada. Programu za droni na injini za kisasa za ndege zilijaribiwa huko pia. Usiri wake ulifanywa kwa makusudi ili kuepuka ujasusi wa Kisovieti, kulinda teknolojia mpya na kuzuia wafanyakazi kutoa siri kwa umma. Kuanzia miaka 1960 hadi mwaka 1970, watu walikuwa wakiishi karibu na eneo hilo walianza kuripoti kuona taa na vitu visivyoelezeka angani. Hii ilitokana na majaribio ya ndege mpya ambazo zilikuwa zinaruka kwa kasi na urefu usio wa kawaida. Mwaka 1947, kisa cha Roswell, New Mexico, ambapo ilidaiwa UFO ilianguka, kilihusishwa pia na Area 51, ingawa hakuna ushahidi rasmi uliopatikana. Kwa miongo mingi serikali ya Marekani ilikataa kabisa kuwepo kwa Area 51 hadi mwaka 2013 CIA ilipoachia nyaraka zilizothibitisha rasmi kuwepo kwa eneo hilo kama kituo cha majaribio ya anga. Leo hii Area 51 bado ni eneo lililozuiliwa kabisa. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia bila kibali maalum cha kijeshi. Mipaka yake inalindwa kwa kamera za usalama, magari ya walinzi wanaoitwa camo dudes, alama za onyo zinazoeleza kuwa matumizi ya nguvu yanaweza kutumika. Kazi zake halisi hadi leo hazijafahamika kwa umma, ingawa wengi wanaamini bado inatumika kwa utafiti wa teknolojia za anga ambazo ni mpya, ndege zisizo na rubani yani drones, na ulinzi wa siri wa taifa. Mbali na hayo niliyokueleza, tasnia ya filamu nchini Marekani ijulikanayo kama Hollywood walianza kutengeneza filamu zenye maudhui yanayopatikana katika maeneo ya Area 51, ambapo wengi wanaamini ni sehemu ambayo kuna viumbe wa ajabu wajulikanao kama aliens. Zipo filamu kadhaa ambazo zilijaribu kuelezea nadharia hii kwa maono yao, wakihusisha kuwa Area 51 ni sehemu ambapo kuna hawa viumbe wanaoitwa leo aliens. Basi hapa nimekuwekea orodha na maelezo ya filamu maarufu zinazohusiana na Area 51 na viumbe wa nje ambao wanajulikana kama aliens, zikiwemo zile zinazotaja eneo hilo moja kwa moja na nyingine zilizoongozwa na hadithi zake. Area 51 ya mwaka 2015, filamu iliyoongozwa na Oren Peli. Filamu hii inahusu kundi la marafiki watatu wanaamua kuvamia kituo cha siri cha Area 51 wakitumia kamera zao, wakiingia ndani na kukutana na maabara za siri zenye teknolojia ya ajabu na viumbe wa nje waliowekwa kifungoni. Filamu hii inajaribu kueleza ama kuonyesha kile watu wengi wanaamini serikali inaficha ndani ya kituo hicho. Filamu nyingine ni Independence Day ya mwaka 1996. Filamu hii imewahusisha waigizaji kama Will Smith, Jeff Goldblum na Bill Pullman.
Muhtasari wa filamu hii ni kuhusu dunia inavyoshambuliwa na meli kubwa za anga kutoka kwa aliens. Serikali ya Marekani inatumia kituo cha Area 51 kama ngome kuu ya ulinzi na kituo cha kisayansi cha kuchunguza UFO lililoanguka Roswell. Filamu hii ndiyo iliyofanya jina la Area 51 lijulikane zaidi duniani na kuonyesha wazi maabara za asili, UFO zilizofichwa na viumbe waliokamatwa. Po ya mwaka 2011, filamu hii imehusisha waigizaji kama Simon Pegg na Nick Frost. Muhtasari wa filamu hii inaonyesha vijana hawa wapenda science fiction wawili wa Kiingereza wanakutana na alien mcheshi anaitwa Po aliyetoroka Area 51 baada ya kufungwa huko kwa miongo kadhaa. Lakini tukirudia kwenye lile la mwanzo, dhamira yake kuu ni kuonyesha nadharia za serikali kuficha aliens, lakini bado inataja Area 51 moja kwa moja. Hangar 18 ya mwaka 1980. Filamu hii bado pia inahusu UFO kugongana na roketi ya Marekani na mabaki yake yanafikishwa kwenye kituo cha siri cha kijeshi kinachofanana na Area 51 ambacho kwenye filamu hiyo wamekiita kama Hangar 18. Wanasayansi wanagundua ushahidi wa uwepo wa viumbe wa nje, lakini serikali inataka kuficha ukweli huo. Filamu hii ya zamani ndiyo iliyoanzisha fikra kwamba serikali inaficha UFOs ndani ya hanga za siri. Dreamland ya mwaka 2007. Filamu hii inahusu hadithi ya Area 51 na masuala ya kijeshi, teknolojia za siri na viumbe wa nje. Dreamland ni jina lingine la siri linalotumika kuirejelea Area 51. Filamu hii inahusu mtazamo wa wanafizikia na wapelelezi wa siri wanaojaribu kufichua ukweli uliomo ndani ya eneo hilo. The X-Files Fight the Future ya mwaka 1998. Filamu hii inahusu maajenti wawili, Mulder na Scully, wanaochunguza mpango wa serikali wa kushirikiana na aliens unaohusisha vituo vya siri vya kijeshi kama Area 51. Filamu hii pia inaunganisha hadithi za UFO, virusi vya kigeni na siri za serikali, kila kitu kinachoendana na fumbo la Area 51. The Las Vegas Alien Story 51 ya mwaka 2011. Filamu hii inahusu jeshi linalofungua kwa muda milango ya Area 51 kwa waandishi wa habari, lakini mambo yanageuka kuwa maafa baada ya alien mmoja kutoroka na kuanza mauaji. Filamu hii pia inatoa taswira ya kile ambacho kingetokea kama serikali ingejaribu kuficha ajali ya kutoroka kwa alien. The Fourth Kind ya mwaka 2009. Ingawa filamu hii haionyeshi Area 51 moja kwa moja, inahusiana na majaribio ya serikali na matukio ya utekaji wa watu na aliens huko Alaska. Wengi wanaamini filamu hii ilivutiwa na nadharia za Area 51 kuhusu majaribio kwa binadamu. Close Encounters of the Third Kind ya mwaka 1977, filamu iliyoongozwa na Steven Spielberg. Muhtasari wa filamu hii ni kuwa watu duniani kote wanashuhudia UFOs na serikali inajaribu kuficha ukweli. Licha ya kutokutaja Area 51 moja kwa moja, eneo la Project Blue Book linafanana kimaana na kitu hicho cha siri. Filamu hii pia ndiyo filamu iliyojenga msingi wa hadithi za serikali kuficha aliens katika utamaduni wa Hollywood. Yapi mawazo yako kuhusu historia hii ya Nevada ambako Area 51 inapatikana? Usisahau kutucharazia kwenye uwanda wa comment kuona nini mawazo yako.